Wengi ndoa zinatushinda kwa kukosa akhlaki, tusio kitu chingine chochote. Wanawake tukiwaoa, wanachokihitaji kwetu sisi ni sifa, si kitu chingine chochote kile. Lakini kuna mambo matano tu mwanaume akijivisha nayo, huyu atakuwa na akhlaki njema na hakuna mwanamke atakayemshinda. Na vile Allah alivyosema, litaskunu ilaiha, mkiwaoa mtapata utulivu, huyu ndo atapata utulivu. So protocol inasema ukimuonesha mkeo mapenzi utapata kila kitu kutoka kwake. Hakuna mke mjeuri, hakuna mke mfedhuli. Wake wa wenzio wanapamba waume zao, wanawavisha, wanacheka, wanafurahi. Wewe kila siku mnateta, kuna kitu umekosea, hasa wewe baba. Sifa hizi tano ni akhlaki kutoka kwa Mtume Muhammad. Wanasema jambo la kwanza kabisa, mtu kuwa atifu, yani mwanaume akiwa na sifa ya uromantic kwa mke wake, si mgumu, si mfedhuli, huyu mke atakupenda. Wanawake wote hizi sifa wanazitaka hizi. Sifa ya pili, karimun, mtu mkarimu asiokuwa bakhili mpaka unamhesabia mpaka nyanya uzomtuma na chenchi unataka. Wanasema sifa ya tatu, nadhifun, na zote ni akhlaki hizi na Mtume alikuwa nazo. Mtu akiwa ni msafi, anaonekana smart kwa mke wake, sio kwamba unauza mkaa mpaka nyumbani basi wakuone na mikaa. Lakini sifa ya nne ni mtu mwenye subira kuwavumilia wanawake, na wanawake lazima wavumiliwe kwa sababu miongoni mwa matatizo yao wivu, na ule wivu unakera. Hakuna mwanamke asiokuwa na wivu. Kuna wake wawili walikuwa wanasafiri pamoja, wakapita sokoni. Walipopita sokoni wakakutana na kaburi limewekewa tiles. Mwanamke mmoja akamwambia shoga yake, shoga, kaburi zuri hili. Akasema, wewe unasifia kaburi? Ambia, naam, zuri na nina uhakika hata alolala hapa atakuwa mtu mwema. Akamwambia, ndio, lakini unajua alozikwa hapa ni nani? Ambia, sijui. Ambia, si ndio yule mke mwenzio alokufa alizikwa hapa? Kumbe ndo hapa. Ambia, ndo maana kule mbele limepinda kaburi lenyewe na huko chini kuna habari kubwa. Muda ule ule kalibadilikia lile kaburi. Sifa ya mwisho, mwanaume ambaye anafanya maamuzi yake mwenyewe, ana solve kesi zake mwenyewe. Kwa hiyo jambo la pili kaful adha, na la tatu muhimu sana, kutoa kilichokuwa chako, kusaidia wenzio bila kuombwa. Mashekhe tupeane